Somo ni ushindi. Now the word is winning. Mbele ya adui. Kwa kuwa maandiko yanasema, because the word of God says, furahini katika Bwana. Joy in the Lord. Na mnasema furahini. And now I say joy. Siku zote katika Bwana. Every day. Kwa kuwa sasa uko nyumbani mwa Mungu. Because you are in the house. Naomba uwe na furaha nyumbani mwa Bwana. Kwa hiyo tunaposema kumtukuza Mungu wetu, now when we say praise, inapaswa wewe ufanye kwa nafasi yako. You have to do at your part. Usiseme wacha wafanye, nisikilize wanavyofanya. Don't say let them do. Kila mtu afanye now do kwa kadiri Roho anavyokuwezesha. As Spirit govern you. Jinsi ya kushinda mbele ya adui. The way to win before your enemy. Maisha yetu ya wokovu, our eternal life, yamejaa vita. It is full of war. Maadui ni wengi. We have a lot of enemy. Maadui ni wengi. We have a lot of enemy. Kwa wale wanaomtafuta Mungu. For those who find God. Adui huwa hajalala. Enemy does not sleep. Ikiwa unasikia ushindi mbele ya adui, if you're hearing the winning before your enemy, maana na adui naye anawaza jinsi ya kukushinda mbele yako. An enemy thinking the way to win you. Wachao wanawaza jinsi ya kukushinda. Which is thoughts the way to win you. Kila uadui, every enemy, hauji kwako kwa lengo la kushindwa, ujue. It's not come because of being defeated by you. Uadui wote unaokabiliana nao, every enemy, umekuja ukiwa umejipanga kukushinda. It comes as one to win you. Ni vizuri na wewe uwe na mbinu. Now it is better to have jinsi ya kumshinda adui anapokukabili wewe. On how to defeat your enemy. Kwa leo tunayokufundishana mbinu. Now today I'm going to teach you methods za kumshinda adui. Technique to win your enemy. Na tumshinde akiwa mbele yetu. And to win him when he is before. Tumshinde akiwa anajua tumemshinda. We have to win him in the name of Jesus. Pokea nguvu ya kushinda pia. The power of winning. Kwa adui anapokuja kwa mtu, now when the enemy comes to a person, haji kwa mtu kwa sababu amekuja kushindwa. He cannot come as you want to be. Hata kama adui ana uzoefu wa kushindwa. Even though he has been defeated. Tambua shetani. Now no Satan. Yeye ni wa kushindwa. Therefore, Yesu alishamshinda shetani. Jesus had defeated Jesus. Lakini bado hajaacha. But Satan kuendelea kupambana. Is still fighting. Ili akidhani atashinda. When he's thinking that he will win. Kwa adui yoyote, now an enemy, anajipa moyo na yeye. Kama ulimshinda mwaka jana, now if you have defeated him, mwaka huu, now this year, siku chache hizi zilizosalia, these few days left, bado adui anajipa moyo. Now anaweza kukushinda. He think that he will win you. Lakini naamini ndani yako wewe, but I believe, umo ujasiri kama simba. Leo nenda kupea mbinu za vita. Nitamani nione watu walio tayari kuzipokea mbinu hizo. Rabasaka. Rakandaya masaka. Yesu akupe kushinda. Rakandaya makosaka. Sikia mtu wa Mungu. Unaenda kupata mbinu za kumshinda adui. Means you have the technique to Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Waliokombolewa waseme amina. Wanaamini Yesu ni mshindi waseme amina. Wanaosema Yesu ni mshindi wa washindi. Yesu ni kingi wa makingi. Yesu ni champion wa machampioni. Yesu ni mfalme wa wafalme. Piga kelele kwa Yesu. Piga kelele kwa Yesu. Yesu anatupa kushinda. Zile mbinu alizofanya kashinda, na sisi atatupatia hizo. Tutamshinda adui yetu. Ninaona watu wakimshinda shetani. Rakandaya masaka. Yesu anatupa kushinda. Hata kama ulishindwa kwa baadhi ya vitu, usiendelee kuangalia jinsi ulivyoshindwa. Jipange upya kusonga mbele. Jipange upya kumkabili adui. Jipange upya kukabili kilichokushinda. Jipange upya mwana wa Mungu. Dhamira yako ndani ya moyo wako. Now your decision in your heart. Ikiwa unatamani kushinda, if you want to defeat your enemy, mtu katika moyo wake, now ndivyo atakavyokuwa. Whatever you see in your heart, that will be. Na katika kitabu cha Zaburi, let us look at Psalm 125. Zaburi 1:5, Presence 125. 1:25. Mstari ule wa kwanza. Tena
Zion. Those who trust in Lord are like Mount Zion, Ambao hawatatikisika wakaa milele. which cannot be shaken, endures forever. Kama mlima unavyozunguka As the Yerusalemu, mountains surround Jerusalem, ndivyo Bwana atakavyowazunguka as the watu. Lord surrounds Tumpe Yesu makofi na nguvu. Now give Jesus praise. Ndiyo Mungu Those who trust in Lord ni kama mlima Sayuni. are like Mount Zion. Sifa ya mlima Sayuni, The conqueror of Mount Zion, ile miamba yake those rocks, huwa haiwezi kutikisika they cannot be shaken kwa tetemeko lolote. by any earthquake. Ndiyo mlima ambao una miamba yenye sifa, That is the mountain with ambao miamba yake ni imara zaidi. which are so strong. Mungu aliumba milima yote ya dunia ikiwemo na Kilimanjaro ya Tanzania. God created all mountains covered with Miamba iliyoshika Kilimanjaro ya Tanzania those rock hard the haina uimara kama miamba iliyoshika mlima Sayuni. are not as strong like those who make Mount Zion. Kwa nini Mungu mlima Sayuni aliwekea miamba imara? Why God put rock, strong rock Ili aufanye kwa mfano wa watu wake. in order to make as the example of His Sasa people. wale wanaomtumainia Mungu, So those who depend on God, maandiko yanasema the word said, watakuwa imara they will be strong, kama ilivyo mlima Sayuni right Mount Zion, ambavyo hautikisiki as it cannot be shaken kwa chochote. by error. Na Mungu And the Lord huwazungukia surround watu wake His people waliomtumainia. who believe in Him. Bwana Yesu asifiwe sana. Pray the Lord. Wanaomtumainia Mungu Those who trust in the ni watu Lord imara. are so strong. Uimara wao Their strength, hakuna kitu cha kuwatikisa. there is no anything which can shake Si them. kwamba kinachotikisa hakipo, Not that there is ila nothing which can hawatatikisika shake hata wakitikiswa. them, but they will not be shaken. Naomba usitikisike kwa ajili ya adui Now I yako. want to shake you. Utikisaji wa adui The shaking of your enemy utakuwa si kitu kwako, will be kwa nothing kuwa wewe ni imara because you are so strong katika Mungu wako. in your God. Wewe ni imara katika You Mungu. are so strong. Wangapi wanatamani kuwa na sifa? How many of Ya you mlima Sayuni. have Mount Zion? Pokea hiyo sifa ikae Now kwako. see that character. Hiyo sifa ya mlima Sayuni That character of Mount Zion ikae kwenye maisha yako. may be in your life. Bwana Yesu asifiwe. Pray the Lord. Mungu alitoa mfano wa mlima Now God give example of Mount Zion kwa sababu milima mingi because all mountains, ikitokea tetemeko when earthquake occur, huwa inatikisika, they are being shaken na nyingine ukikuta inatoa volkano, and other erupts. udongo wa moto unatoka. Volcano erupts. Lakini toka Mungu ameumba mbingu na nchi But na huu mlima Sayuni since God created kuwepo kwa uhai wake, in its life, matetemeko yamepita mengi kando ya Misri kwenda Israeli. all earthquakes which pass Okay. means when you allow the sky, Adui anaanza kupata nini maksi juu yako. the enemy will regard the marks before you. Mlima Sayuni Mount Zion, hautikisiki, it cannot be si shaken. kwamba Not, ya kufanya utikisiki hayapo, not there's no ni kwamba uko imara. means it is Sasa so strong. wanaomtumainia Mungu Those who depend on God, hata wakija wenye kutikisa even when there is hawatatikisika, they will not be kwa shaken sababu yeye waliomtumainia because those ndiyo mwamba wao, ndiyo nguzo yao, they are ndiyo ngome yao, in their ndiyo mwamba wao ulio imara. rock which is Naomba strong. Yesu awe mwamba kwenye maisha yako. Pray for Jesus. Yesu afanyike mwamba, anasema nimejengwa juu ya mwamba, mwamba usiotikisika. Now you put on Miamba ile iliyoshika mlima ule ni mfano wa jina la Yesu, ni mfano wa Yesu mwenyewe. Hebu tumtukuze Yesu wetu, kwa kuwa maandiko yanasema Yesu ni mwamba imara. Mungu wetu ni mwamba imara. Waliojengwa juu ya mwamba huo hawatatikisika. Naomba usikubali kutikisika. Jua anaokutikisa wewe, usikubali kutikisika. Unanielewa? Unatikiswa kwenye ndoa yako. Kuna leo kuna adui anatikisa watoto wako. Yupo anayetikisa masomo yako. Yupo anayetikisa aone una nguvu kiasi gani. Usikubali kutikisika. Kataa kutikisika mbele ya adui yako. Munyime mtazamo adui yako. Munyime mtazamo adui yako. Niliridhia tena kwa ajili yako, ili nikupe habari njema za ushindi wako. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea ushindi miongoni
miongoni mwa kushinda mbele ya adui yako ni kutokuruhusu mtikisiko mbele ya adui yako. Kama adui yuko mbali, ingia nyumbani iliyatoa machozi, lakini ukiwa mbele ya adui, onyesha umero wako katika Mungu wako. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea ushindi. Miongoni mwa kushinda mbele ya adui yako ni kutokuruhusu mtikisiko mbele ya adui yako. Kama adui yuko mbali, ingia nyumbani iliyatoa machozi, lakini ukiwa mbele ya adui, onyesha umero wako katika Mungu wako. Nina watu humu. Hebu mpe Yesu makofi wote. Kama unataka kushinda adui yako, epuka kumwonyesha udhaifu wako. Adui hapaswi kuonyesha udhaifu ulio nao. Nina watu kanisani. Haleluya, haleluya. Mlima Sayuni hautikisiki kwa kuwa miamba yake iko imara. Sasa wewe mtumishi wa Mungu, wewe ndio Sayuni na mlima na mwamba ni Yesu Kristo. Wewe ndio uliye Sayuni, wewe ndio mlima, mwamba ni Yesu Kristo. Amekutegemeza, amekushika. Walio ndani ya Yesu, waliojengwa ndani ya Yesu, wamejengwa ndani ya juu ya mwamba. Walio ndani ya mwamba huu, hata upepo ukivuma, hata mvua ya mawe ikipiga, maandiko yanasema nyumba itateteleki, kwa kuwa msingi wake uko imara, umejengwa kwa mawe, na sana ni mwamba huo. Jiwe lililokataliwa na waashi ikakubalika kwa mafundo mazuri. Huo ndio mwamba tunaojivunia. Ukitaka kumshinda adui yako, usikubali kutikisika mbele ya macho yako. Hata kama shindano imeingia, tuliyekauka kwa imani ya Mungu, usikubali kuelekea mbele ya macho yake, maana atajitwalia sifa na credit zilizokuwa za sababu. Naomba kubali kutulia kwa Bwana. Wako wanasubiri waone maneno ya woga, jinsi unapotikisika, ili wajue tumemaliza kazi. Kataa kutikisika mbele ya macho yao. Kataa kutikisika mbele ya macho yao. Simama kwa imara. Unisikilize vizuri. Yesu alipokuwa mbele ya watesi wake, alikuwa imara mbele yao, akijua Baba aliyempeleka yuko pamoja naye kumsaidia. Lakini akitoka mbele ya macho yao, anaenda mlimani kumulilia baba yake, anaenda kukesha, anasema Baba uko wapi? Lakini mbele ya macho yao alisimama imara. Simama imara kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, nipe uwezo nisitikisike mbele ya adui yangu, asijisifu ameniweza. Kwa hiyo mbinu ya kwanza ya kumshinda adui ni uimara unaoonyesha mbele ya macho yake. Unajua kitu unapokifanya mbele ya macho ya mtu, ujasiri wako mbele ya adui yako unampa oga pia adui. Mnanielewa? Unajisikiaje mtu akiwa unamtisha halafu atishiki? Wewe mwenyewe unamtisha, unaanza kujiuliza mara ngapi? Mnanielewa? Kataa kutikisika mbele ya adui yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo adui akifanya anayofanya, hata kama tumeumia, Yesu alipopelekwa mbele ya Pilato, Pilato aliuliza swali gumu sana. Je, wewe ndio mfalme wa Wayahudi? Yesu hakutikisika. Alimwambia wewe wasema. Pilato akaongeza kauli nyingine, haujui mimi ndiye naweza kukusaidia ili hawa watu wanaosema ni kuue usiwawe? Don't you know if I'm your help? Yesu alijinyamazia. Pilato kichwa kikaanza kuuma. Naomba usikubali kutikisika mbele ya maadui yako. Acha nyamaza kimya, wafanye na wao vichwa vyao viume. Kwa nini huyumbi? Unanielewa kanisa? Do you understand me? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Shida yako adui anakushinda kiwepesi. Akigusa tu kidogo, umeshatikisika. Umeshalia mbele yake. Umeshapiga kelele, kila kitu ameshajua. Jifunze kujizuia
Unapotambua huyu mtu ni mtesi wangu, huyu ni adui yangu, huyu, kuwa imara mbele ya macho yake. Thibitisha kwamba uliye naye, yeye yule mtumainia atakupa kushinda mbele ya macho yake. Uthibitishe Mungu wako mbele ya maadui zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mnataka kumshinda adui? How many of you want to win? 2026. Na kuomba mwanangu, usikubali kutikisika mbele ya adui yako, kwa kuwa mwanga wa Kristo na mkono wa Bwana atakuwa na kuzungukia kila siku, atakuwa nawe kila sehemu na kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Mungu alitoa mfano wa mlima Sayuni? Anatoa mfano kwamba watu wake wanaomtumainia wana sifa hiyo. Mnaelewa watu wa Mungu? Wana sifa hiyo. Hawatikisiki. Wanapotikiswa